Hapo nimekuelewa. Hapo nishakuelewa tayari. Miogo dada tuanze kula tangu vijijini huko hadi huko nipo mjini kwa dada nilemi miogo. Miogo. Hapo nimekuelewa kakangu. Mimi dada labda hapa nipate vitambi kidogo. Vitambi huko sijui mala vinyama vipepa yani samaki. Samaki. Nimpate changu. Kipelege siri kipelege cha mindu waka. Nataka likitoga. Sato. Mimi nishamaliza nadhani. Kama kaka kuna lingine? Lingine hapana. Basi sawa. Majina yake vipi yani? Majina yake hayahitajiki. Majina yake lazima yahitajike Mariam. Jina la baba yake si unalijua? Nalijua. La mama yake. Yote unajua. Na la babu yake. La babu yake. Na la babu yake. Ili tumweke vizuri kabisa ili asifurukute yani tumkamate kote kote. Basi limeisha. Basi sawa, ondoa shaka kabisa. Basi mimi ngoja niende. Haya Mariam. Viongozi wa dini mliopewa heshima kwa wenu waumini, msitumie vibaya, msilete tamaa kwa kufanya mabaya, kutumia shida ya mtu kutimiza haja zako. Dada, ila chote kidogo kingine labda nikwambie vizuri kama tambi nyama za mchuzi unaumwagia kwa juu yani ukikata hapo ni nyama yani wewe mingi haina idadi. Sawa. Si ndio baba? Lazima dile vizuri bwana kwa dada. Mimi napendaga kweli dada. Kuwa na amani. Hapo nakuwa mzuri nakuwa natokea pembeni. Bala. Hapa kazi. Wewe kuwa na amani. Ndio nichokujeje. Mama tutakuwa tunatulote mwanangu. Tafuta. Haya baba. Sasa dada kingine. Ndio. Mama, kwa nini dada kaamua kufanya hivyo? Unaniuliza mimi tena? Mimi sifahamu chochote. Labda nikuulize wewe, rafiki yako, shoga yako. Mimi sifahamu chochote. Sababu wewe ndio mnatembea wote mambo yenu pamoja. Labda unieleze mwanangu imekuwaje mpaka imekuwa hivi. Mimi yani hata sielewi kwa nini kaondoka dadangu. Na ameamua kuondoka kaona aibu. Aina ameona aibu aliyoifanya kwa mume wake na kwa jamii pia, hata kwenye familia yetu. Hii ni aibu kubwa sana. Ni aibu kubwa mno. Baba mweusi, familia yake nyeusi, sisi weusi, familia yetu nyeusi, kaenda kuchukua mtoto Mchina. Kweli? Anamlipizia mwanamume anaweza kalipiziwa? Kwenye dini yetu sisi ya Kiislamu wala huwa hatuwezi, yani tunakatazwa kabisa kufanya vitu kama hivi. Sasa mimi uso wangu na uweka wapi kwa yule mshemeji yako? Lakini dada naye alikuwa anapitia magumu ndio maana kaamua afanye hivyo. Magumu gani mwanangu? Hata mimi nimepitia magumu. Ningekuwa naamua mimi nifanye hivyo jinsi alivyofanya baba yenu, nadhani nyinyi msingekuwepo. Na wala nisingekuwa hivi. Dini ya Kiislamu haisemi hivyo wanangu. Wana wenyewe nimewazaa wawili. Leo mnaenda kunitia aibu kiasi hiki. Hebu angalia. Sasa ametuachia mtoto, tunampeleka wapi? Nani atamlea? Wewe utamlea? Mimi nitamlea, siwezi nikamwacha mtoto leo. Utamlea. Tunahitaji tuwe na mahudhurio mema kanisani. Kuna ibada ya nyumba hadi nyumba. Tutapita kwa kila muumini, sawa? Ili tuweze kujaza kanisa, tufanye kazi ya Mungu. Sawa Mama mchungaji nakutegemea. Sawa. Simamia vijana. Sawa. Shemasi pale, kiongozi wa vijana. Simamia kiongozi wa kwaya. Simamia pamoja na mwenzako. Sawa? Lazima mfanye kazi ya Mungu. Sawa Sawa. Lazima mfanye kazi ya Mungu. Sawa. Nilichokujia dada mimi bwana, na bahati nzuri mama yupo, nikasema tu nikuite maana tusitane kusemana pembeni huu. Sio siri. Maana huyo ndo mama yako mkwe mzaa chema huyo. Mama mumeo. Ni kweli. Vipi dada Na
Kilichonileta kingine kinamhusu mume wako. Mume wangu tena? Kafanyaje? Bwana shemeji. Kafanyaje? Na bahati nzuri mamake yupo. Sasa tuna haja ya kwenda kuzungumzia pembeni kama tunaenda kuchamba umbea. Kumbe ni vitu tu vya kuona vinavyonitatiza, nitaweza kupata majibu ya kinifu kwa mama. Sawa dada. Sasa ndio. Kiukweli mama, mwanao umejitahidi sana. Umemlea vizuri. Amekuwa mtaalamu na mambo. Na Mwenyezi Mungu amemjalia mtoto yule mdogo mwenye pesa mingi. Cheki mjumbana alojega huu. Mwanao ana pesa bwana. Sana. Eti mama naye anapojidai anavyoona eti sana. Kweli. Pesa anayo. Amemfanyia kitu kibaya sana shemeji yake. Sasa nafikiri nini kinachoendelea? Kama hivyo kamsusa mtoto kaondoka. Hatujui aliko. Amekimbilia wapi? Na huko aliko yuko siwezi jua. Mimi ninachotaka kufanya hapa niangalie ndani ya siku 2-3 hizi kama nitafanikiwa. Nifike huko nyumbani kwao. Hii niende nikaongee na shemeji yako. Nimsikie naye anasema nini. Fanya hivyo uende, maana hatujui mpaka saizi uko wapi. Fanya hivyo tu. Sasa tunafanyaje huyu mtoto? Mimi naona aibu jamani. Mimi sema kwa tunisaidie. Nitasema nini mimi? Aibu gani hii wanangu? Watu wenyewe nimewazaa wawili. Roho yangu inaniuma kweli mimi mwenzenu. Mimi sina cha kusema. Muone dadangu anavyopendeza. Amededemka dadangu mjuli na anavaa manguo ya bei hadi la. Hilo kiukweli kwa hilo shemeji namsifia. Anajali watoto zake, mara anakutana na mjomba, yupo na ndugu yake ananiambia wanakwenda wapi? Masjid. Wanakwenda wapi? Wanakwenda kwa kitu kizuri. Hiyo namsifia. Mama kweli umezaa. Nashukuru. Lakini mama unaonaje maisha ya mwanao yanaendana na pesa yake? Yanamaanisha mtu kama yule ilibidi kidogo awe na kigari hivi, cha dadangu kidogo anaendea sokoni, lakini hamna gari. Hataki. Mimi namuona mwanao kama ananichanganya. Mtu uwe na pesa, uwe na mjumba kama huu, mali kibao, ushindwe hata kununua kigari kidogo, dadangu awe anakwenda nacho sokoni. Mwanangu mie shemeji yako? Yule marehemu babake alikuwa vile. Halikuwa hata kusikia chochote kuhusu baskeli, gari wala pikipiki. Kwa sababu Mungu alituumba ili tumtumikie. Sawa jamani? Kama hatutamtumikia, amesema hata mawe au miti itainuka. Kwa nini inuke wakati sisi alituumba kwa mfano wake? Hapana, lazima tumtumikie. Bwana ni mwema kila wakati. Bwana ni mwema. Amina. Jimi nielewa Shemasi? Ndio. Simamia vijana. Ndio. Sawa. Tunakutegemea wewe. Kanisa linakutegemea. Sawa kijana? Ndio. Wewe ni kiongozi wa kwaya. Ndio baba mchungaji. Naomba simamia. Changamka, kanisa itikisike. Mungu asikie kwamba kuna watu wananitumikia, wananishangilia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana ni mwema kila wakati. Bwana ni mwema. Mtoe kwenye usafiri, mume wangu alikuwa hataki, anatembea kwa mguu karisi kwa baba yake. Haya mama, tuseme labda hataki. Dada kama kipindi kile wiki ile nilipokuja hapa, mimi nimekutana naye njiani. Shemeji, unaenda wapi? Naenda nyumbani. Na mimi na mimi nakwenda kwako, mguu unaona kwako. Haya, panda kwenye mchuma pikipiki tuondoke, twende wote nyumbani. Wewe shemeji nenda tu. Wewe nenda. Mkaka yule amekataa mmeo. Ndio hataki sasa kupanda chochote. Na sio mara moja, mpaka ile majuzi yale ikabidi nimwambie shemeji, unajua mimi ni mkeo, basi panda mume wangu, twende mume wangu, nijibebishe nilidendo ya dada wapi. Halo, Mola huyo. Vipi shemeji yangu? Safi shemeji, kwema? Salama bwana. Naona unaelekea nyumbani. Na wewe nyumbani kwangu.
Sawa. Na mimi mwenyewe nakwenda kwa dada, maana yake nakwenda kwako. Sio mbaya mulangu. Panda mchuma, twende nyumbani. Nikupeka lift. Nashukuru shemeji. Nashukuru. Shemeji, wewe unaenda nyumbani? Na mimi nakwenda kwako, sio mbaya nikakupa lift. Nashukuru. Ila nenda, mimi niko nyuma yako nakuja. Shemeji, labda hujanielewa vizuri. Shemeji yangu kipenzi. Mimi nachomaanisha, wewe unakwenda kwako na mimi nakwenda kwako, sio mbaya. Leo kambo kapanda pikipiki ya mula yako. Kuna ubaya gani hapo? Hakuna ubaya. Ila nashukuru. Wewe nenda shemeji yangu, mimi niko nyuma yako. Jamani, halo Mula, kweli wewe kiboko. Mula, kwa nini unanikatalia hivyo? Kwani kuna ubaya mtu kumpakia mume wake akampeleka nyumbani? Kuna ubaya gani? Wewe ambaye dada mume wa dada, mimi dada ambaye kaka yake, sio ubaya. Mimi kama mkeo tu, twende mume wangu huyo, twende. Pata twende. Wewe umeleta ile kauli, mjomba ni mama. Atajijua waenga nao. Chefu, panda twende shemeji yangu. Nashukuru. Nenda, mimi niko nyuma yako. Mula, kila nikikuangalia mwili wako mwembamba kama fimbo, useme labda unafanya mazoezi, una mazoezi unayofanya. Bora ungekuwa kibonge kama mimi, useme unatembea tembea utoetwe mafuta. Huo mwili wako kweli wakutembea tembea ovyo. Panda pikipiki twende Mula. Shemeji, nimesema asante. Nenda, mimi niko nyuma yako. Mula, acha niende japo kinyonge sana. Panapoendelea nitampoza dada. Kwa nini? Sijui. Muulize mama yake. Kalisi kwa baba yake. Baba yake hata kupanda chochote, usafiri wa aina yote alikuwa apande baba yake mzazi. Watu wengine wanalisi kubaya kweli mama. Kweli. Nasikia. Mama mchungaji. Naomba simamia kanisa. Sawa mchungaji. Ninakutegemea. Sawa mchungaji. Unajua mimi na safari nyingi za ziara za utumishi. Sawa. Si mnanielewa Haya. Alafu nyinyi baadaye kuna kipindi chenu, si ndio? Sawa. Naomba msikose. Muhudhurie. Sawa? Sawa. Tafadhali asikose hata mtu, sawa? Sawa. Na tafuteni waumini. Mna marafiki, una mama, una baba, mwambie aje apate chakula cha roho. Sawa? Sawa. Chakula cha roho. Sawa Sawa. Bwana ni mwema? Kila wakati. Bwana ni mwema. Amina. Amina. Asante sana. Mama mchungaji. Na nyie viongozi wa dini, kipindi ulikionaje? Mliopewa heshima kwa wenu waumini, msitumie vibaya. Neno lilete tamaa kwa kufanya mabaya. Lazima binadamu atakasike. Shida ya mtu kutimiza haja zako. Haya, tuseme mama, kama kupanda usafiri sio mzuri, kupanda usafiri kama baba yake. Viatu. Shemeji yangu yule ana kindala kimoja, kile kindala tangu ni mjue, sijafika tikaji vile. Kila siku ya Mungu, shemeji yangu yule kindala kile. Mmeo ana kiatu kimoja. Namjua tangu uchumbani anakuja kile afu akiishi kile kiatu ujue. Mimi nimeona na kiatu kile kama ukweli unaekaa akilini. Atabadilisha vyote, sio kiatu. Dada, umnunulie mmeo viatu avae, kama yeye hataki mnunulie mweke. Vaa apendeze adede mke. Wewe dadangu mashallah, umependeza, umedede mka, umevaa mibaibu ya hela. Mbona viatu anavyo kakaangu? Kuhusu viatu. Huyu mtoto alikuwa hata nguo ukimnunulia shati anavaa mpaka linachanika tangu akiwa mdogo. Na ukimvua ugomvi yule mume wako. Sije kuambia usimwambie mume wako. Shogangu vipi mwana yule ustazi wako? Maana sijamuelewa. Yaani hujamuelewa kivipi? Maana sio kukuangalia kule, bali tunainuka tu, sio kuangalia kule shoga yangu.
Amna bwana, yule ni ustazi wangu ambaye ananisaidia vitu vingi. Na hata kwenye hili nilompelekea kuhusu mpenzi wangu. Natumai tu lazima nisaidie, maana hajawahi kushindwa kitu. Mimi namwamini ila. Sawa, ila wasiwasi ndo akili, maana sio kwa jicho lile. Shoga yangu wewe kama muamini ni wewe. Maana mimi namwamini. Kuja ananisaidia vitu vingi yule. Ndio maana hata kwenye hili sijasita kumpelekea jambo langu. Na hii hata wiki ijayo tu mpenzi wangu atakuwa amenyoka na atanioa. لا إله إلا الله سبحان الملك القدوس جل جلاله. لا إله إلا الله سبحان العزيز الجبار جل جلاله. لا إله إلا الله سبحان الرؤوف الرحيم جل جلاله. لا إله إلا الله سبحان الغفور الرحيم جل جلاله. لا إله إلا الله سبحان الكريم الحكيم. لا إله إلا الله سبحان القوي الرفيع جل جلاله. لا إله إلا الله سبحان اللطيف الخبير جل جلاله. لا إله إلا الله سبحان الصمد المعبود جل جلاله. لا إله إلا الله سبحان الغفور الودود جل جلاله. لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل جل جلاله. لا إله إلا الله سبحان الركيب الحكيم. لا إله إلا الله سبحان المحيي والمميت. لا إله إلا الله سبحان الحي القيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ndipo nakuhitaji sana. Nashukuru nimekukuta. Alompa cheo mwanangu msikitini cha uimamu ni nani? Huyu mama mwanao kumpa mimi uongozi wa msikiti au imamu wa msikiti. Huyu imamu wa msikiti amepewa na viongozi wa pale msikitini kwetu. Ndio amempa huyu uimamu. Msikitini kuna watu wangapi? Kuna wazee wangapi? Wababa wangapi waliokuwa pale msikitini? Wakashindwa kwa maimamu, wakampe mwanangu uimamu. Wakampe jukumu kubwa na zito. Uimamu mama sio kwamba mtu mkubwa ndo apewe uimamu. Hapana. Uimamu anapewa yule mtu mwenye elimu. Kwa huyu pale msikitini ana elimu na ndio maana amechaguliwa ili kuiongoza ibada za pale msikitini. Kwa huyo ndio kiongozi wetu pale msikitini. Hongera. Sio hongera, ukweli ndio huo. Ikijao tu mimi naolewa. Sawa. Alafu wait, nimekumbuka shoga yangu. Tukitoka hapa mguu mosi mguu pili mpaka nyumbani kwenu kanipe nguo zangu. Maana wewe nakujua. Aka. Yaani hapa kwa swala langu hapo ndo umeongea point. Mimi tupo tu tukifika tu vue tu ile gauni langu niachie, maana wewe nakujua kuondoka nalo kwako silipati hilo. Ufupi tunajuana. Kwa kweli tunajuana. Tuendelee. Na nikitoka hapa nina nguo za kufua. Na najisikia ubani nimechoka na isika na umwa ise. Acha kula chips. Binti vipo vya kuacha ila sio chakula. Utanisamee kwa hiyo. Na ulipai pale? Wenye elimu ni wangapi? Mbona ni wengi na wafahamu waliosoma? Wamesoma vyuo wamesoma. Wapo. Kwa nini wao hawajakaa? Wapo kweli wakubwa, lakini huyu amechaguliwa kwanza na Mwenyezi Mungu, lazima ujue. Amechaguliwa na Mwenyezi Mungu kuwa katika ile nafasi ya uimamu. Mimi sihitaji mwanangu awe imamu wa msikiti. Sihitaji hilo. Na leo nimekuona wewe nimekwambia na bado nitawaona wengine nitawaambia. Sihitaki mwanangu awe imamu wa msikiti. Mwanangu umekubali hilo? Umelizika kwa imamu wa msikiti? Unajua madhara yake? Unayajua madhara yake wewe? Lakini mama, lengo na kusudio ni kupeleka Uislamu mbele. Ni kweli wapo wakubwa kushinda mimi, lakini kwa nafasi ya elimu yangu ndio maana nimekuwa hapa nilipo. Pia kumbuka mama, wewe ulitaka mimi nisome na lengo ni kupeleka dini mbele. Na ndio nafasi kama mimi naipata. Lengo na makusudio ni kwenda tu Uislamu wetu mbele. Sawa kabisa mwanangu, mimi nimekusomesha wewe upate elimu dunia na kuisongesha Uislamu mbele, Uislamu uende mbele. Sijakwambia kuwa nimekusomesha uwe imamu. Kama mimi sio mama yako, endelea kuwa na wewe imamu wako. Kujipamba kwa matendo mazuri, kumbe ndani ufanyayo ni machafu. Imani sio kujipamba
kwa matendo mazuri, kumbe ndani ufanyayo ni machafu. Mbaya zaidi kujifanya umefunga mbele za watu, kwa kujificha unakula, unaogopa watu. Kuna wengine wanafunga ila matendo hayafanani, mchana wanashinda vyema ila usiku wanazini. Kuna wengine wanafunga ila matendo hayafanani, mchana wanashinda